Harambee! Munasema ni one term. Ataenda one term. Sema one term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Wewe muuaji. Wewe mwizi. Wewe Kasongo. Harambee! Aende asiende. Githurai oye! Githurai oye! Githurai oye! Sema Radio Kikao, Radio Kikao, Radio Kikao, Radio Kikao, Radio Kikao, Sauti ya Afrika, Radio Kikao. Napenda tuanze mazungumzo ya siku ya leo, na leo ningependa tuweze kuanza mazungumzo kwa kuangalia aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua, mambo ambayo amekuwa akiendeleza kwa miezi kadhaa ambayo yalipita. Na kwanza kabisa ningependa tuweze kuanzia pale wakati ambapo Bwana Fred Matiang'i alirejea nchini, na tukaweza kuona ya kwamba aliweza kuungana naye Bwana Kalonzo, ameungana naye Bwana Rigathi Gachagua ambaye ndiye kwa sasa ambaye inasemekana kuwa yeye ndio kiongozi wa jamii ya Wakikuyu. Tukaweza pia kuona ameungana naye pia Mama Martha Karua ambaye ni kiongozi wa kike anayeogopwa sana na wanasiasa, na pia tukaweza kuona ameungana na vijana kama Eugene Wamalwa na pia Bwana Cleophas Malala ambaye pia alikuwa amefukuzwa kutoka chama cha UDA. Bwana Mathi, kwa sababu wewe ni mgeni, ningependa kuanza na wewe. Unaona ya kwamba kurejea kwa Bwana Matiang'i na kuungana kwa Bwana Gachagua kutakuwa na impact yote kwenye siasa za Kenya, haswa wakati ambapo tunajipanga kwenda kwenye kura za 2027? Kwa maoni yangu, mimi nasema kurejea kwa Bwana Matiang'i kutasaidia sana upinzani. Ukiangalia hapo baadaye kama alivyofanya kazi kama waziri, wizara zote zenye aliingia, zenye alifanya kazi, aliacha mark. Naam. Ukiangalia wizara ya TT, ukiangalia wizara ya elimu, ukiangalia wizara ya security. Na ukiangalia ni kama sana kuna ufuasi wa Gen Z ambao wengi wao walitoka shule wakati alikuwa kwenye wizara ya elimu, na alinyoosha mambo pale. No. So yeye kurejea kwake na kupewa support na rais mstaafu Bwana Uhuru, naona kutasaidia sana upinzani, aungane na kina Kalonzo, aungane na kina Likiji, aungane na kina Wamalwa. Naam. Alafu unaona wakiungana wote, alafu wachague tu kiongozi mmoja, wanaweza fanya mambo. Naam. Bwana Alex, ningependa kukuhusisha hapa. Unaona vipi ya kwamba tumeweza kuona kwamba Bwana Gachagua ni mjanja, anaelewa ya kwamba labda kupimana na Bwana William Ruto haitakuwa vita ambayo ataweza kuishinda peke yake. William Ruto inaonekana aliungana na Bwana Raila Odinga baada ya maandamano ya Gen Z. Tumemwona kuwa Bwana Gachagua baada ya kutimuliwa ameweza kutafuta marafiki na kuungana pamoja nao. Unadhani ya kwamba kuendelea mbele muungano huu wakati ambapo, kwa sababu hawajaungana rasmi, kwa sababu kama ni kuungana rasmi lazima kukuwa na ile coalition agreement ya kwamba bado muda haujafika, lakini kuna dalili ya kwamba wataungana. Unadhani kutakuwa na impact yoyote kwenye siasa za Kenya? Kusema ukweli, kutakuwa na mambo mpya sana wa kisiasa, na nimeona akizindua chama chake leo. Naam. Kujaribu kufuatilia kwa mitandao, naona Wakenya wamekaribisha hatua ile. Kwa hivyo kuzindua chama kile na kurejea kwa Matiang'i na kushikana na viongozi wengine wa upinzani, huenda tukawa na muungano ambao utakuwa na nguvu sana mwaka wa 2027. Asante. Naam, asante sana. Na pia tukizungumzia kuzindua chama yake, tuliona kwa mduzi ule kama vile ambapo tuliona kwamba wakati ambapo Mama Martha Karua alikuwa anazindua chama chake, viongozi wengi sana waliweza kuungana naye pale. Pia tukaona kwenye chama cha DAP wakati ambapo walikuwa na sherehe pale kwenye headquarters zao maeneo ya Kilimani, kwamba kulikuwa na wanasiasa kutoka mirengo tofauti. Lakini hii ya Bwana Gachagua tuliona ya kwamba ni kama alikuwa peke yake na wanasiasa kutoka jamii yake peke yake. Unadhani ya kwamba labda wanasiasa hawa ni muda tu hawakuwa nao, ama unaona ya kwamba labda kuna message ambayo wanatuma na labda Bwana Gachagua hajaona message ile?
Bwana Matthew, ningependa kwanza na wewe. Okay, kwa maoni yangu kwanza tumpongeze Bwana Rigathi Gachagua kwa kuzindua chama chake leo. Na sisi kama vizu wake Naam. Yeye kuzindua chama chake na hao viongozi wakuu wa upinzani kutoonekana pale. Kwa maoni yangu ni kama tu kuna kitu anataka kuonyesha, na maybe nimeona Kalonzo amesema leo amekuwa mahali busy. Leo sijasikia kuhusu Martha Karua, sijaona kuhusu Eugene Wamalwa, sijaona kuhusu Fred Matiang'i. Lakini unajua Eugene alikuwa anasherehekea chama ambacho already kipo. Ukiona ile ya Martha Karua alienda juu chama chake pia kilikuwa. Hii ni chama mpya yake alikuwa anazindua. Maybe alisema leo alikuwa anazindua chama na kutangaza viongozi wa chama. Amesema by the end of the year atapanga sherehe ya chama. Maybe tuwatarajie pale watajoin, watamunga mkono. Naam. Na pia tuliweza kuona pale kwenye uzinduzi wa chama ile kulikuwa na ghasia ambazo zilifanyika. Maoni yako ni yapi kuhusiana na ile ghasia ambayo tuliona pale? Kwa maoni yangu pale, ukiangalia mtindo wa vyama vyetu vya kisiasa, tukianza na ODM, tukianza na UDA, tukianza na Wiper, zote hizo vyama ziko zangi magunzi. Ukikumbuka Black Men kwa ODM, unapata UDA walikuwa wanapigana wakati wa nomination, ukipata Wiper pia kuna vita. Lakini kwa maoni yangu kuhusu uzinduzi wa chama cha Matiang'i leo leo na kupatikana kwa goons, naweza sema hizo goons sponsored by the government. Juu waonyeshe maybe kuna disruption. Na leo niliona bloga mwingine wa serikali akisema maybe ni wafuasi wa Rigiji walikuwa wana demand ile pesa ambayo walikuwa wapewa kutoka ndio wahudhurie ile chama. Lakini kwa maoni yangu nasema hizo disruption na gunshots zilikuwa tu zimepangwa na serikali. Asante. Asante. Bwana Alex, ningependa kukuleta sasa. Ningependa kupata maoni yako. Kwanza ningependa kusikia maoni yako ni yapi kulingana na kukosa kufika pale kwenye uzinduzi ule kwa wanasiasa, haswa wanasiasa kama vile Bwana Eugene Wamalwa na Bwana Kalonzo Musyoka, na pia ningependa kupata maoni yako kuhusiana na ile ghasia ambayo tuliona ikitokea pale kwenye uzinduzi wa chama ile ya Bwana Gachagua. Asante. Nitaanza na kusema kwamba zile vurugu tunajua tu wenye vurugu ni akina nani. Hatujasahau kile ambacho kilitokea kwenye shule ya upili ya Butere. Kwa hivyo tunao watu ambao wanaona hali si nzuri, hawataki kukubali ukweli, lakini huo ndio ukweli. Mambo inaenda kubadilika kwa ground, vitu ni tofauti sana. Naam. Jambo la pili nikiwaangalia viongozi wa upinzani ambao hawajafika pale, haijaleta picha mzuri kwa sababu Bwana Rigathi amekuwa akiungana nao kwenye hafla zao. Naam. Lakini kama vile mwenzangu ametangulia kusema, huu ulikuwa ni uzinduzi. Kwa hivyo sasa chama kinaenda kusajiliwa rasmi na kupata wafuasi. Sasa wakati wa sherehe hiyo ya mwaka sasa ya kuwakaribisha wanachama wapya, huenda tu wakajitokeza, lakini kuenda mbele ni kusema viongozi wa upinzani wasiposhikana hakuna mahali tunaelekea. Asante. Naam. Na pia nikibakia nayo Bwana Alex, tumeweza kuona ya kwamba Bwana Gachagua amekuwa akitembea kwenye ground. Kama vile tumeona kwamba kwenye logo ile ya chama yake tumeona kwamba kuna ile picha ambayo ni ya masikio na mkono, na yeye mwenyewe kwa maneno yake alisema ya kwamba logo ile ni ya kuonyesha ya kwamba chama chake kinasikiza ground, yani kinasikiza Wakenya. Bwana Gachagua tulimuona ya kwamba aliweza kuzuru maeneo ya Machakos. Pia tukaweza kumuona juzi tu wakati ambapo aliweza kuzuru maeneo ya Githurai. Tumemwona pia amezuru maeneo mengine ya huko Central Kenya, na pia tukaweza kuona pia ameenda mpaka kule kwa Wamasai. Unadhani ya kwamba Bwana Gachagua anakuwa very strategic na approach hii wakati ambapo unaweza kumuona anatembea kwenye county tofauti na kwamba hajaweka siasa zake sana, hazichezi county yake mwenyewe, lakini anatembea nje? Unadhani he's being strategic ama unaonaje? Bwana Gachagua na watu wanaona Gachagua kama ni mgeni sana kwa siasa ama kwa serikali. Gachagua tunaelewa kuwa alikuwa district commissioner na amefanya kazi karibu sana na hayati Mzee Moi. Amefanya kazi kwenye serikali ya Kibaki, amefanya kazi kama PA wa Uhuru Kenyatta,
amekuwa mbunge, kwa hivyo anaelewa ukitaka kupiga siasa lazima ujitokeze. Huwezi kaa pale nyumbani na unataka kusema unataka kuwa kiongozi wa kitaifa, lazima utoke nje, uende kaunti zingine, utengeneze marafiki wapya. Naam. Ukiangalia kwa ile baraza lake la uongozi wa chama ametoa, tunamuona bwana Malala pale. Bwana Malala tunaona pia sasa amekuwa mtu maarufu sana. Ndio. Kwa hivyo bwana Gachagua anapiga hesabu zake na huenda Gachagua akashangaza watu sana. Kwa hivyo ni mapema kuanza kumkejeli. Asante. Naam, asante sana. Bwana Matthew, ningependa sasa kuzungumza nawe. Tukiweza kuangalia kwamba Bwana Gachagua wakati ambapo aliweza kuzuru kaunti ya Machakos, aliweza kukutana na wananchi na pia gavana wa Machakos ambaye ni Mama Wavinya Ndeti. Tunaelewa ya kwamba wanasiasa haswa wanasiasa kama nyinyi vijana ambao hamjafurahishwa na uongozi wa Mama Wavinya Ndeti. Mnadhani ya kwamba labda Bwana Gachagua anafaa kuacha kwanza kushikana na hawa wanasiasa haswa wa county na ashughulike haswa na wanasiasa wa national government, yani political figures wenye ambao wana represent national politics and not devolved politics? Ndio, asante Bwana Teddy. Kwanza niongelee hiyo yenye Alex amemaliza kuongea. Naam. Kwa nini Gachagua anatembea sana Kenya? Naam. Jambo la kwanza, unajua Gachagua amekuwa impeached the other day. Yes. So lazima kwanza atembee the whole country akielezea watu kwa nini alifukuzwa kwa serikali. Juu hazi kutakaa tu hivi nyumbani, hazi kaa tu alafu aelewa tu Kenya wataelewa kwa nini alifukuzwa. Kenya nilifukuzwa kwa sababu ya hii ndio ilifanya nifukuzwe. Lazima kwanza atembee ndio tuelezee hiyo. Hii ngine yeye amekuja Machakos pale kwa kanisa wakati wa mazishi ya pastor. Hizi kama vijana hatukufurahia venye alimzivia mama Wavinya. Naam. Juu tukiangalia Mama Wavinya amefanya kazi lakini kazi mingi imemlemea. Kitembea Mlolongo ni chafu, ukitembea wapi kwa jumla tu kazi yenye amefanya tunaweza mpea 20% hiyo miaka 3 inaisha. So kwa maoni yangu sema Bwana Rigiji kwanza aungane na viongozi wa kitaifa. Alafu hii siasa nyingine ya local ya county hiyo itajipanga huko mbele kulingana na venye mangava na masenda venye watakuwa wamefanya kazi. Kuna makosa tulifanya 2022 ya kupiga kura suti. Tulikuwa tunaambiwa chama kuanzia KM mpaka juu. Hiyo kitu kama vijana tumekataa na haitajirudia tena. Hata kama wanapia tuambia huyu, sisi kama vijana tutaangalia mwenye anaweza, tutachanganya. Asante. Asante sana. Basi ningependa Bwana Alex nipate maoni yako. Tumesikia kwamba kuna neno mpya kwenye siasa za Kenya. Na sijui kama wewe umeweza kusikia neno hili, na ni neno ambalo linaitwa one term. Ya kwamba Bwana Gachagua ameweza kuzuru maeneo mengi haswa wakati ambapo alikuwa Machakos. Tuliona kwamba akizungumza na wananchi alikuwa anasema harambee, wananchi wanasema one term. Tukamwona pia pale maeneo ya Githurai akiweza kuzungumza na wananchi na akachochea kwa sana, akaweza kuchochea wananchi, na hilo neno la one term limebobea sana. Ukiingia kwenye mitandao kila mtu anasema one term. Unadhani ya kwamba muungano huu wa Bwana Fred Matiang'i, Bwana Kalonzo Musyoka, naye Mama Martha Karua na Mama Charity Ngilu, na naye Bwana Fred Matiang'i na Bwana Gachagua, unaona ya kwamba labda huu ndio utakuwa muungano wa kumngoa ama kumngatua Bwana Rais kutoka kiti kile? Jambo la kwanza nimefuatilia sana one term na naona imeshika kazi. Na kusema ukweli one term itafanya kazi. Usisahau pia bwana anatembea yake ya tawe. Tumeanza kuona Bwana Sifuna pale kwa ODM awaridhiki na ambacho kinaendelea pale kwa ile broad based government. Bwana Anyang' Nyong'o tumeona pia na kina James Orengo wanazidi kupaza sauti. Kwa hivyo viongozi wengi watajitokeza. Na miungano inaenda kuwa mingi. Tusisahau pia bwana Bi Kawira Mwangaza pia amesema hivi karibuni anaenda kuzidua chama chake. Kwa hivyo tutashuhudia nguvu mpya sana kwenye siasa ambazo zinakuja. Asante. Lakini pia tukiangalia wanasiasa kama Mama Kawira Mwangaza, kwa kweli tukiweza kusema ukweli, inaonekana wananchi wa Meru hawako wanafurahishwa na uongozi wake. Unadhani ya kwamba hata kama ataweza kuanzisha chama chake cha kisiasa,
wananchi wa Meru wataweza kumsikiza kweli? Uenda ukashangaa sana kwa sababu usisahau bwana Bi Kawira Mwangaza alichaguliwa kama independent candidate. Hakuwa na chama chochote. Na wananchi wakampigia kura. Juzi tu tumeona akina Kiraitu Murungi ndio wamekuwa wakichochea wananchi kusema kaunti ya Meru haiwezi ongozwa na mwanamke. Kwa hivyo tukirejelea vitabu vya siku kuna vitu tulikuwa tunaona vilikuwa zinaitwa kama taasubi za kiume na ndizo zinasumbua watu wa Meru, lakini mwaka wa 2027 huenda Kawira akarejea na nguvu mpya sana kwenye uongozi. Asante. Naam. Bwana Matthew, unaona wanaume hawa wakiweza kushikana wataweza kumfanya Bwana William Ruto awe rais wa kwanza kwenye historia ya Kenya kuwa a one term president? Hiyo ni kitu inawezekana, hiyo one term. Na nimependa sana siasa za Rigiji. Unajua Rigiji anafuata tu mfumo ambao William Ruto alifuata. Lakini bwana Rigiji ako na msukumo tofauti juu pia yeye alifukuzwa kwa serikali yenye alipigania. Na kwa siasa tunasemanga there's no permanent enemy or permanent friend. Ndio unaona bwana Matiang'i alikuwa anasema wao ndio walikuwa wanawafinya, lakini saa hii anamkaribisha na anasema anaweza. Hiyo ya Kawira Mwangaza venye Alex amesema, huyo mama alisukuma tu na kina Midhika wakina vingongo hao wazee wa Meru. Naam. Walikuwa hawakuamini venye wao wakiwa na vyama kubwa. So walikuwa wanataka kwanza wamuoe. Pia nimesikia kuna differences na huyo governor mpya, huyo ndiye alikuwa David Governor. Ndio. Hata maliza hii term. So bwana Mwangaza kuungana na Rigiji na kuanza kufanya siasa pamoja. Mimi nasemanga hakuna mwanasiasa hana watu. Hata kama mwanasiasa ako na watu wawili, bibi yake na mtoto wake, hao ni watu. So in politics huwa tunataka numbers. Ndio. Bata namba kwanza tutajipanga huko mbele. Sasa hii mambo ya one term mimi naona inawezekana. Naam. Usishangae ukiona Sifuna akiongea, ukiona Orengo akiongea, hawaongei kwa niaba yao, au wanaongelelea msimamo wa bwana Raila. Just a matter of time, by the end of 2026 ama early 2027 utasikia tu Raila ameruka na akasema mtu mwingine tosha. Kama juzi amekuwa kwa mazishi huko sio ilikuwa Nyanza, ilikuwa wapi kwa Gladys Wanga Homa Bay. Naam. Na akasema Raila akiwa hapo akamwambia mimi bwana Raila najua utakuwa kwa ndono. Naam. Raila aliposimama kuongea akukanusha hiyo kauli. Unaona bwana Ruto atakuja tu kumbaki peke yake, au viongozi wote wa vizani watakuja kushikana na watamtuma nyumbani. Asante. Naam, asante sana. Na unadhani ya kwamba kwa sababu tumekuwa tukisikia wale wandani wa William Ruto kama vile bwana Oscar Sudi na pia bwana Faruk Kibet wakiweza kuzungumza na kusema ya kwamba hakuna kitu kama one term, kwa sababu tunajua labda wanaweza kuwa, unadhani wanazungumza maneno ya William Ruto haswa kwa sababu bwana Gachagua amekuwa akisema ya kwamba kila wakati ambapo unasikia wanasiasa watu hao wakizungumza ya kwamba wanasema mambo ambayo yako kwenye akili ya bwana rais mwenyewe. Unadhani ya kwamba William Ruto anajipanga, anajua ya kwamba labda bwana Raila Odinga ataweza kumgeuka dakika ya mwisho, na kwamba ndio maana unaona ya kwamba hata hii selection ya IEBC watu ambao anawachagua ni watu ambao wamefanya kazi naye ama wamefanya kazi na wale watu ambao wako karibu naye? Unadhani ya kwamba hii mambo yote hii ni kupanic, ya kwamba William Ruto amepanic? Unajua pia lazima bwana William Ruto pia auzie viongozi wa upinzani uoga. Hata yeye mwenyewe juzi alisema hakuna rais ameenda one term. Na watu wake wa mikono kina Faruku na kina Sudi. Naam. Pia sema ni two term. Tukisema one term wao wanasema ni two term. Na huyo Thokon mwenye amependekeza kuwa chairman wa IEBC alikuwa anafanya kazi na Ananoko, ambaye pia Ananoko sasa anafanya kazi kwa serikali. Lakini viongozi wa upinzani washikane wote na tupige kura kama za 2002 pale, hata akiamua kuimba asiwezi. Alafu
bahati tu ya William Ruto ni venye after maandamano ya Gen Z mwezi wa 6 aliungana na Raila. Raila angekumbali kuungana na yeye, sasa William Ruto angekuwa nyumbani. Ndio. Wanaandamana mpaka angeacha hii kiti ama pia atoroke. Ndio ni ngumu kutoa rais kwa kiti mwenye amekalia, lakini viongozi wa upinzani wanatakikana tu washikane vizuri. Kando wenye atachaguliwa wamuunge mkono kwa vyovyote vile, wakitumia, unajua pia siasa inataka pesa. Ndio, ni kweli. Kitu hapo ulikuwa unasema kuhusu kutembea, Rigiji anatembea. Rigiji ni mtu ako na pesa, so ako na pesa ya kutembea. Na vijana tu waungane pamoja, waeke resources, waeke akili zao zote pamoja, na kila mtu aeke tamaa yake uongozi kando. Mwenye atachukuliwa tu aseme ni huyu. Mimi naona anaweza tuma Ruto nyumbani. Kingine uliongelea kuhusu makiwa na any impact kwa siasa ya Kenya. Ndio. Juu hata azindue chama ngapi, chama yake hata last time hakuna chama yake hata ikupitisha MC hata kwake nyumbani. Kwa maana yangu Martha Karua siasa za Kenya ni kama tu zimempita. So mimi naona hana impact yoyote, lakini ni mwanasiasa lazima tu akae hapo. Tetea tu interest zake. Naam, asante sana Bwana Alex. Ningependa sasa kupata maoni yako. Ukiweza kuangalia kwamba haya matamshi ambayo yanasemwa kwenye kila Jumapili kwenye kanisa, kwenye harusi, kwenye matanga, kila pahali ambapo kuna mkusanyiko wa watu, tunasikia kwamba wandani wa William Ruto wanasema ya kwamba hakujawahi kuwa na rais wa one term, na pia William Ruto hatakuwa rais wa one term, ya kwamba watapigana mpaka mwanamume wa mwisho, yani they will fight to the last man, kuensure kwamba William Ruto hatakuwa one term president. Unadhani ya kwamba matamshi haya yanaonyesha ya kwamba William Ruto amepanic, ama matamshi haya ni siasa tu? Unajua hawa watu wake wa mikono wengine ni wakuchekesha sana. Juzi tumemuona Bwana Sudi akisema hajaweza kuzungumza kitu chochote kwenye hii bunge la 13. Na kazi moja ya mbunge ni representation pale bungeni, representation na legislation. Kwa hivyo kama hata wakati wa kuleta miswada bungeni huwezi ongea, wewe kazi yako ni gani? Yeye ako tu pale akusanye mshahara wake, afanye biashara na serikali. Kwa hivyo ndio unaona wako na wasiwasi. Hata Atwoli juzi alimwambia kuwa ground sio nzuri. Kwa hivyo the message the dice has already been cast. Na wananchi wamerevuka. Nimeishi kusema hivyo muda si moja. Asante. Naam, asante sana. Hiyo ni kweli ya kwamba wananchi wamerevuka, na tuliona uwerevu wa wananchi wakati ambapo kulikuwa na maandamano ambayo yaliongozwa na vijana wadogo sana wa Gen Z, maandamano ambayo tuliona kwamba vijana wale waliweza kuingia mpaka ndani ya bunge, jambo ambalo halijawahi fanyika hata siku moja kwenye historia ya Kenya. Kwa hivyo kwa kweli wananchi wameamka. Naam, ningependa kuwapatia nyote dakika moja, nikianza nawe bwana Alex. Labda mtupatie closing remarks. Na closing remarks hizi ningependa labda the political journey sasa ya Bwana Gachagua, kwa sababu inaonekana ya kwamba reli ama inaitwa nini, imenoa nanga. Yani the train imetoka kwa station, it has left the station. Na train ile kuondoka kwenye station, tusisahau ya kwamba kuna maisha ya wananchi ambayo yameathirika na siasa za Kenya. Na pia policies za serikali hii ya William Ruto, serikali ambayo Bwana Gachagua pia alifanya kazi kuiunda. Kwa hivyo dakika moja ningependa nyote muweze kunipatia closing remarks zenyu, kisha tuweze kufunga kipindi cha leo. Asante sana. Mimi nitasema kwamba tukirejelea kitabu tulikuwa tunasoma za social studies, kilisema kuwa the president is a symbol of national unity. Mimi nitasema kwamba kwa sasa tunaye rais ambaye kwa uongozi. Nitaomba tu wananchi wampe heshima yake, afanye kazi. Ikifika mwaka wa 2027 wananchi wafanye maamuzi ya busara. Jambo la pili, tunaona tume ya IEBC inaenda kuidhinishwa na kufanya kazi. Tukimaliza kusahihisha mpaka lile kitu, jambo lingine lililofuata ni kujiandikisha ama kufunguliwa upya kwa register ya wapiga kura. Vijana wajitokeze, tudumishe amani. Naam. Na ikifika wakati ule tufanye jambo lile ambalo linastahili. Naam.
Asante. Kwa hivyo let us remain focused and let us do our civic duty of registering as voters. Mwanasiasa akikuja mahali huko, hata kama aupendi sera zake ama siasa zake, usirushe mawe, usirushe viatu, mwache aongee, akimaliza atarudi mahali ametoka. Tudumishe amani. Asante. Ni ukweli, asante sana. Bwana Matthew, uwanja ni wako. So kwa kumalizia naweza sema tuko na rais mwenye ako kwa kiti, so tumpe heshima yake. Tumpe hiyo miaka 2 imebaki afanye kazi, amalize wantamu yake, aende nyumbani akaendelee na maisha yake ya kawaida. Nikiangalia safari ya Gachagua yenye imeanza leo, koti juzi imesema kutolewa kwa njia ya haki. So tuzishangae kumuona kwa ndebe bia bwana Gachagua. Naam. Na juzi Githurai alisema wana viongozi wa bizani wakimpea hiyo mando, wakimpea hiyo kinjiti ya kupeleka Ruto nyumbani, atampeleka kama baiskeli ya wizi. So anajua tactics zake, anajua siasa zake na anajua kila kitu yote yake. So tuzishangae sana Rigathi Gachagua kumuona kwa ballot, na pia ajua ameungwa mkono na viongozi wa upinzani. Kama hiyo ni wao, kama wao watashikana wao wenyewe. No. So nasema tu kuongea na vijana, waambie tunaelekea mwaka wa uchaguzi 2027. Tujaribu wenye tuna ideas, tuchukue ideas wenye tunjaregister kwanza, turegister ndio pia tuwe na uwezo wa kupigia viongozi ambao tunawapenda, kuanzia kwa ngazi ya MCA mpaka kwa ngazi ya president. Asante. Naam. Asante sana. Ningependa kuwashukuru nyote kwa muda wenu, na mazungumzo haya yasiishie hapa, ya kwamba tuendelee kufanya mazungumzo haya baina yetu sisi wenyewe, tuweze kuelimishana na kufunguana macho.